Mungu hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana ye. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la nani? Kwa jina la Bwana ye. Sio kwa majeshi wala silaha, majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, uliinuliwa ukateka mateka, nasi ukatupa vipawa, ukachagua mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu, ili wapate kuzitenda kazi zako, ili kazi ya huduma ipate kukamilishwa na mwili wako upate kujengwa. Na mahali hapa tumekusanyika kama watoto wako ambao tuna sauti moja, tunasema wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu uliyetushindia pale msalabani. Wewe ni Mungu uliyetununua kwa damu ya thamani. Wewe ni Mungu uliyetukomboa kwa kifo na gharama ya mateso na msalaba wa aibu. Lakini Mungu ulikubali kuteseka na kuteswa kwa ajili yetu, ili sisi tuweze kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Na asubuhi ya leo, kwa kuwa umetulipia deni ya gharama ya dhambi, sisi tuko huru, na ndio maana tunashangilia kazi ya ukombozi pale msalabani. Tunatarajia mambo makubwa yatokee kwenye maisha yetu. Na asubuhi ya leo tunakurudishia dhabihu za sifa na shukurani, na tunapokwenda kukutolea matoleo, Bwana ukayatakabali na kuyapokea, ili jina lako lipate kusikika duniani na ufalme wako upate kujengwa, kazi za ibilisi zipate kuanguka. Maana mwana wa Mungu alidhihirishwa apate kuzijenga, kuzivunja kazi za ibilisi, na kazi ya ufalme wako ipate kujengwa, na wana wa ufalme wapate kulijia jina lako. Ni katika jina la Yesu, amen. Haleluya. Mpe jirani yako mkono, mwambie kazi yako ni njema. Mbona mpeani mikono? Mnaogopa corona? Hakuna corona hapa. Mwambie kazi yako ni mwambie kazi yako ni njema. Kwa kweli kazi yako ni njema. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la nani? Tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Leo ni siku gani vile? Jumapili. Tarehe ngapi? Mwezi wa ngapi? Wa 5, mwezi wa matarajio makubwa. Sisi hatuna mwezi wa nini? Matarajio makubwa, sio wa 5. Mwezi wa nini?
Mikono mitano ni matarajio 5 folds. Yani huduma 5 zote zikifanya kazi kwa ajili yako lazima upate sawa sawa na haja ya moyo wako. Na Mungu leo atakutendea kwa sababu una matarajio, una shauku, na ndani yako umekuja umejaa, umejaa shauku ili Mungu apate kukutendea. Haleluya. Nani anaweza akajua leo nafundisha nini? Jamani, hamna roho wa Mungu. Biblia inasema wale wanaoongozwa na roho hao wana. Alafu sisi tumefunuliwa kwa roho. Ukiwa na roho wa Mungu atakufunulia mambo yaliyoko mbele yetu na kukufahamisha yajaye. Sasa nani ambaye amefunuliwa? Shilingi 10,000 zinakuhusu. Nilitoa ahadi. Wale waliowahi mbele wote 10,000. Asio nyie. Wa mbele hawapo. Huyu alichelewa, nilimuona, yule alichelewa. Kwa hiyo 10,000 mmezikosa. Maana nilikaa pale nikawa naangalia nani atawahi kukaa mbele wakati alichelewa. Waliowahi walikaa nyuma. Sasa mmezikosa 10,000. Amina. Nilitoa ahadi. Unajua baba akitoa ahadi lazima atimize, si ndio? Basi ndio hivyo. Leo nataka nisikie jambo langu linalonihusu. Amina. Somo linasema ukijitambua utatambuliwa. Ukijitambua utafanyaje? Huwezi kutambuliwa kama ujitambui. Huwezi kupendwa kama ujipendi. Huwezi kukubalika kama hujajikubali. Kwa hiyo leo jitambue ili utambuliwe. Mwambie jirani yako, jitambue ili utambuliwe. Na Mungu yuko tayari kukutambua na anakutambua, ila wewe ujitambue. Ni kweli sio kweli? Ukisoma kitabu cha Zaburi 82 mstari wa 6 anasema mimi nimesema ninyi ndinyi miungu. Sema mimi ni Mungu. Sisi ni miungu. Sema sisi ni miungu. Sasa Mungu si ndivyo anavyotuita? Wana wa aliye juu. Lakini duniani ni miungu, na ndio maana tunaumba, tunazaa, tunajenga, tunalima, tunavuna. Miungu ya Mungu iko duniani na ameituma kwa ajili ya kazi yake, na ameiweka chini ya mamlaka yake na chini ya kazi ya mikono yake. Sema mimi ni Mungu. We ni Mungu duniani. Au ujui? Unajua ujui? Unajua ujui? Au ujui bwana? Ngoja nikusomea hapa. Zaburi 82 mstari wa 6. Mimi mimi nimesema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Sisi ni miungu. Sema sisi ni miungu na wana wa aliye juu sisi pia. Ni kweli sio kweli? Sasa nianze kutafsiri juu ya miungu. Ukisema watu wanaabudu miungu, maana wanaabudu asiyekuwa Mungu. Mungu sio miungu. Mungu ni Mungu aliye juu ya yote, katika ndani ya vyote. Mungu ametimilika, amekamilisha, na neno lake limekamilishwa, na neno lake limehakikishwa. Ndani yake hakuna hila wala uongo, na Mungu hana mazongezonge wala hana kupindapinda wala kigeugeu wala kivuli cha kugeuka. Mungu ni mkamilifu.
Na kwa kuwa yeye ni mkamilifu akasema na ninyi muweni wakamilifu kama mimi nilivyo mkamilifu. Ukijitambua kwamba mimi ni mkamilifu kama baba yangu alivyo mkamilifu, utakamilika. Huwezi kukamilika kama ujitambui kwamba mimi ni mkamilifu. Kuna watu wengi wanasema mimi ni dhaifu, mwanadamu ni dhaifu, hajakamilika. Hapana, tunakamilishwa kwa neno lake katika ule uungu uliotufanya kuwa miungu. Kwa hiyo kama wewe umekamilishwa na umeitwa Mungu, basi ujitambue kwamba mimi ni Mungu. Mungu sio Mungu. Mungu ni Mungu mmoja, miungu ni miungu mingi. Hapa tulipo wote ni miungu. Ni kweli? Hamjaelewa bado? Sisi wote ni miungu. Tunazaa watoto, tunawalea. Maana yake katika uungu ambao tumepewa, ndio maana tunaumba. Maneno yetu yanaumba, kile tunachokisema kinatimia. Na ndio maana tulisema tutakusudia neno nalo litafanyika au litatendeka, kwa sababu sisi tuna asili au chembe ya uungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ule uungu uliotukirimia vitu vyote katika Kristo Yesu, lazima tutambue kwamba tumekirimiwa kila kitu. Utajiri na heshima. Ukisoma ile Mithali 8, asema utajiri na heshima utoka kwangu mimi pia. Kwa hiyo kama Mungu ndiye anayetoa utajiri, heshima, sisi wana wa Mungu lazima tutambue kwamba sisi tumekirimiwa vitu vyote katika yeye huyu ambaye ni mkombozi. Yeye aliyetukomboa, yeye aliyetulipia gharama, yeye aliyetustahilisha, yeye aliyetufanya kuwa wana. Tunaishi kwa sababu ya neno lake tulioliamini au tuliolikiri. Na jina lake tunaloliishi ndio linatufanya sisi tuitwe miungu. Na kwa kuwa sisi ni miungu, chochote tutakachokusudia lazima kitimie leo. Nimekuambia leo, njoo na matarajio makubwa, njoo na shauku kubwa, njoo umejiandaa, umejaa, umefurika ili uweze kupokea kutoka kwake, kwa sababu wewe ni Mungu. Sema mimi ni Mungu, sio miungu. Sema sisi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama neno la Mungu linatuita sisi ni miungu na wana wa aliye juu, ina maana kwamba tumekamilishwa. Tumefanyaje? Tumekamilishwa. Sema mimi nimekamilishwa. Kuna wimbo unaimba nimekamilishwa, au unaimbaga hivyo nye waimbaji? Nimekamilishwa, nimekamilishwa. Njoo muimbe huko, njoo muimbe huko. Tunaendelea hivyo. Ndio tunaenda hivyo. Nataka ujitambue leo ili utambuliwe. Nataka ujitambue ili utambuliwe. Uwezi Sije mkanigonga vichwa. Wote wameleta vichwa namna sasa, sio nataka kupita tumboni. Na wewe muimbaji, na wewe alafu John ukalipe mahali. Mambo ya kukatika viuno hapa alafu jalipa mahali, tafadhali nitakupiga ngumi hapa mbele. Unalipa lini? Please usiniambie maneno. Pesa unapata, unaongaga? Unaonga uonge. Utalipa mahali ulipe. Waambie kanisa, waambie kanisa simama, alafu mtenda kazi na anaimba anakata na viuno huko. Sema, sema. Talipa mahali. Hatutaki usanii huku. Ukija huku kama hujakamilisha, kaa chini kule. Kaa wapi? Utakatia viuno kule mbele. Na nyie huku mnaopiga vyombo kama hamna ndoa, mniambie. Tutakuwa tunaimba na makofi. Hata ujikaushe. Mtakuwa mnaleta vyeti vya ndoa hapa. Nimekamilishwa. Imba hapo. Imba alafu tunasimama tuimbe. Alafu baadaye nitaleta ujumbe. Sijui utenda
nachojua umeamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo Bwana, sijui utendavyo. Ile najua umeamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui ufanyavyo. Bwana, sijui utendavyo. Jambo moja nalojua, kile nachojua umeamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui ufanyavyo. Bwana, sijui utendavyo. Jambo moja nalojua, vile nachojua umeamrisha vinakamilika. Sijui ufanyavyo, sijui ufanyavyo. Sijui utendavyo. Vile nachojua umeamrisha vinakamilika. Haleluya. Mungu amehakikisha kukuweka chini ya kazi ya mikono yake. Mungu amekuita mwana ili ushiriki baraka za ufalme wake, ili akukirimie jina linalopita majina yote. Na jina hili ni jina la Yesu, ambalo limebeba utajiri, limebeba uzima, limebeba amani na furaha yako, limebeba mazingira yako ya muujiza kwenye maisha yako. Asubuhi ya leo, yeye aliamuru tuitwe miungu, yeye aliamuru tuitwe wana, na ndivyo tulivyo. Kwa hivyo alivyotukirimia vitu vya kiungu, na sisi ni wana wa Mungu, na sisi ni miungu, tunashiriki kazi za mikono yake. Baba, ukapokee heshima, adhama, uweza na nguvu viko mikononi mwako, na mkono wako ulio mtakatifu ulionyoshwa juu ya dunia yote inatenda mambo makubwa, unatenda mambo makubwa. Na utuangazie nuru ya uso wako tupate kufadhiliwa, na utuinulie uso wako tupate amani. Na asubuhi ya leo, kwa kuwa tumeujia uwepo wako na utukufu wako umeliatamia hema, Baba, ninaomba ukatuwezeshe ili tujitambue kama wewe ulivyotutambua. Tukijitambua tutatambuliwa, wanadamu watatambua uwezo tulionao na Mungu tuliye naye, kama wakina Danieli na wakina Shadraka, Meshaki na Abednego, ambao walisimama wakaitetea imani yao kwa ajili ya Mungu wao wa Israeli. Wakasema Mungu aliye naye, huyo ndiye atakayeabudiwa na kuhimidiwa na dunia yote, na asiyemcha Mungu huyu wakina Danieli na uwawe, na asiwepo miongoni mwa watu ambao hatamwamini Mungu huyu wa madhabahu ya ukombozi na urejesho. Amen. Amen. Tumekamilishwa. Sema nimekamilishwa. Nimeitwa Mungu, nimeitwa mwana wa Mungu, na ndivyo nilivyo. Basi
Ukijitambua utatambuliwa. Narudia, mwambie jirani yako, ukijitambua utatambuliwa. Na ukijitambua utatambulika. Mwambie hivyo hivyo. Ukijitambua utatambuliwa na utatambulika au utajulikana. Nilikuwa nasoma Biblia. Inasema hivi, Zaburi sura ya 8. Nikiziangalia mbingu zako, mstari wa 3, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam, wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho chini ya bahari, katika kipitacho njia za bahari. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Ukiangalia maneno ya Daudi, huyu Daudi alijitambua, na ndio maana alisimama kulihimidi jina la Mungu wake akiwa angali mdogo, na Mungu alimtawaza chini ya ufalme wake akiwa bado mdogo, kwa sababu alijitambua. Kuna watu hapa wanapata madaraka au vyeo wakiwa bado wadogo kwa sababu wamejitambua. Kuna wengine mpaka wazeeke ndipo waanze kutambuliwa. Daudi, ukisoma Zaburi kuanzia Zaburi ya 1 mpaka Zaburi ya 150, Daudi alisimama kupiga kinanda na kinubi kumsifu Mungu kwa sababu alijitambua. Kwa nini wakina Daudi hawa wasiwepo milioni 500 duniani ambao watafanana na Daudi ambaye alijitambua? Kwa nini kanisa letu lisiwe na watu wanaojitambua, wakafanya vitu ndani ya hili kanisa, wakajenga ufalme wa Mungu katika nchi hii, wakashinda nguvu za adui, wakashinda majaribu yanayowaangusha, wakashinda shida za dunia? Mwana wa Mungu halali njaa. Narudia, mwana wa Mungu halali njaa akijitambua. Biblia inasema, ninyi mtakula na kushiba, bali wao watalala njaa. Wataona kiu, bali ninyi mtakunywa. Wao watahuzunika, bali ninyi mtafurahi. Ukijitambua hutalala njaa. Ukijitambua hutaugua, maana neno lake linasema huzuni na kuugua vitawakimbia. Ujana unaisha unapofika miaka 18. Wewe ukajiita kijana miaka 10 na ngapi? Miaka 18. Ukishavuka miaka 18, 20, 30, kuisha habari yake. Unatakiwa uwe na mji, unatakiwa uwe na familia, unatakiwa ujisimamie. Sio unanyosha mikono kwa baba, sio unaanza kulaumu watu, wajomba wana pesa lakini hawaniangalii. Usiharibu mfumo wa maisha yako, na usiharibu destiny yako kesho. Usiharibu kesho yako, usiharibu hatima yako kwa sababu ya kutokujitambua. Utoto unaisha unapofika miaka 14. Sauti inapoanza kubadilika, vindevu vinapoanza kuota, tayari utoto umeondoka. Huwezi kuishi kama mtoto. Nataka niseme, kijana yeyote aliyeko nyumbani kwa baba yake aanze kufikiria jinsi ya kujitegemea, kujisimamia. Na ninyi wa mama, msituharibie watoto mkakaa mmewakumbatia. Unalea zezeta ambalo litakuja kuwa bomu la nyuklia. Jitambue. Jitambue. Kijana jitambue, binti jitambue. Anza kujua mambo mengi katika maisha. Jisimamie mwenyewe, zalisha mwenyewe, chuma mwenyewe, alafu kesho utaona
kile ulichokuwa umewekeza katika ujana wako. Jifunze sana, tafuta elimu, uishike ikusaidie kesho. Na hakuna matajiri wenye diploma na degree. Matajiri ni watu wa kawaida ambao walifikiri mfumo wao, walibadilisha mfumo wao kufikiri. Leo ukibadilisha mfumo wako wa kufikiri, tayari wewe ni tajiri kesho. Hata msipopiga makofi, mnyamaze tu. Natoa lecture leo. Hakuna mistari hapa, mpaka mtaelewa. Mtanielewa tu. Ukijitambua utatambuliwa. Ukijitambua utatambulika. Na ukishatambulika utajulikana. Na ukishajulikana, vile unavyofanya vitaleta utukufu kwa Mungu. Leo nani hapa asimame? Tunakosa hata vya kushuhudia hapa. Watu mnakaa hapo, mnaitwa mtumie muda wa kushuhudia matendo makuu aliyofanya kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Hakuna kile Mungu amefanya. Unaniangusha na unamwangusha Mungu aliyekuita wewe Mungu. Jiulize mwenyewe, hivi kweli mimi nampa Mungu utukufu katika maisha yangu? Vile ninavyoishi na yale ninayoyafanya yanamrudishia Mungu utukufu? Sana sana ni shida zimejaa moyoni mwako. Vilio moyoni mwako. Kuona watu wako mbali na wewe vimejaa moyoni mwako. Vijana wengi hapa, vijana wengi humu kanisani, hakuna anayeweza kukuambia anafanya nini humu kanisani. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Mimi sijui vijana wengi humu kanisani wanafanya kazi gani. Mabinti hao ndio usiseme kabisa. Hatujui wanafanya nini humu. Sasa jiulize, wanaishije? Kwa sababu hawajitambui. Hivi mimi ukinishirikisha kile unachofanya, nikaja kwenye ofisi yako, nikaibariki hata kwa neno tu, kesho utaona matokeo. Kwa sababu baba yako anatambua kile unachofanya, anabariki kile unachofanya. Siku moja niliwahi kuambia, unapofanya kazi yako, shirikiana na madhabahu unakotoa sadaka yako. Usiishie kutoa sadaka wakati hata madhabahu haitambui kile unachofanya na mapato yako yanatokana na nini. Wale ambao wanaleta sadaka zao na wamejiungamanisha na madhabahu na tunajua wanavyovifanya, Mungu anawapandisha renki zao, anawapandisha viwango vyao. Sijui mnanielewa na wa Mungu? Mnanielewa? Kila mtu lazima atambulike, ajulikane anachofanya. Unaishije? Una kazi gani? Na hiyo kazi yako inakupatia kipato cha namna gani? Kama tunaona hicho kipato hakikutoshi, hii subsidize provision nyingine, kile nyongeza, ruzuku hiyo, anayetoa nani? Mungu. Sasa kama Mungu ndiye anayetoa, je, ulishawahi kusimama ukasema, mimi nalipo mshahara 100,000 lakini ninatumia 1,000,000, sasa 900,000 zinatoka wapi? Si mnanielewa na Mungu? Mimi naongea hapa kama baba kuwasaidia mvuke viwango, na ndio maana mwaka wa spidi na nini? Na viwango. Uwezo ukasema nitafika viwango wakati utambuliki. Ngoja niwaambie, katika mazingira yoyote ya kibiashara duniani, watu hufanya vikao na kubadilishana mawazo ya vile wanavyofanya, na wale wanaokuja wanajifunza kwa waliofanikiwa. Wanatoa lecture au mihadhara kwenye vikao vile. Wanatoka Marekani wanaenda Afrika, wengine wanaenda China, wa China wanaenda wapi, wanazungumza vitu vyao vile wanavyofanya, wanaweka mikakati jinsi ya kutawala uchumi wa dunia, jinsi ya kutawala dunia, wanakaa vikao vyao. Kuna watu ambao ni brain think tanker, wana uwezo wa akili wa kuweza kuwatengeneza watu wawe matajiri kesho.
Lakini wangapi hapa wanajifunza vitu vikubwa, kesho waje wawe matajiri? Huwezi kuwa tajiri wakati umekaa humu kanisani, ukitoka unaenda runduno. Runduno maana yake nini? Mnajua maana ya runduno? Yes, mnakaa hapo, mngeuliza wenyeji kwa nini walipaita runduno hapa au shunu. Shunu mimi nilipata tafsiri, watu wanaokenua meno. Runduno maana yake mmerundikwa hapo. Mnakaa tu, ukienda Nyasubi wanausubi, ukienda sijui wapi Mwamba, si Mwamba maana yake nini? Igomero mahali wanapokaba. Ilikuwa ni mapori wanakaba watu. Kwa hiyo ukikaa mle na wewe utakabwa. Nyanga kuna watu wengi na kadhalika na kadhalika. Mungu atusaidie tujitambu. Yale majina ya maeneo yasitushikilie, mazingira ya maeneo yasikushikilie. Toka uchomoke, nyota yako iangaze, nuru yako ipate kuonekana, ikuzukie. Chomoka katikati ya ndugu zako. Ukiwa na akili, Mungu atakutumia na ataitumia akili hiyo kukung'arisha kipaji chako, kipawa chako. Ukijitambua, Mungu atazidi kukureshape, atakutengeneza uwe mwingine. Badilisha hata miundo ya biashara zenu mnazofanya, badilisha miundo ya kazi mnazofanya. Kila mwaka lazima utengeneze jambo. Hamjaelewa bado? Nataka Mungu akinibariki, waliona shughuli zao, nipate muda hata wa mwezi mmoja kuzitembelea shughuli zenu zinazotambulika. Cha kwanza, imeandikishwa kazi yako, biashara yako inatambuliwa na serikali, unalipa kodi. Hiyo biashara ndio nitakayotembelea. Lakini kama ni biashara nyingine ambazo hazijulikani, sitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha unaandika jina zuri. Kuna mama mmoja hapa ni mzee kabisa, mstaafu, ana miaka 70 na ana maono ya kufungua lodge. Aliniuliza niite jina gani? Nikamwambia subiri. Ukisha maliza ukarabati, vitanda vipo, kashanunua, magodoro yapo. Sasa siku anapotaka kwenda kufungua, niende pale nikafanye. Haleluya. Baadaye naweka na jina, analiandika na lizindua. Hapata kosa mtu kulala pale, hata kosa 500 zake kwa siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka niwaambie, ukijitambua utafanya vitu vinavyotambulika. Ukijitambua utafanya kazi zako kwa ufanisi. Hutategea. Mimi hapa ninagombana na mafundi wanaojenga hapa. Saa 11, 12 nakuwa nimepita hapa, ninaangalia. Saa 1 napita, saa 2 napita, nakuta watu hawapo, wameenda kunywa chai. Saa 4 ndio wanakuja. Ikifika saa 12, baba mshahara. Najiuliza, haya masaa 5 walioyatumia bila kufanya kazi na wanalipwa mshahara, ndio maana watapata magonjwa bila kuelewa. Ndio maana watakuwa na shida na uhitaji wa fedha bila. Kazi ya mtu akikukabidhi ifanye kama ya kwako. Ukifanya kazi ya mtu kama ya kwako, Mungu atakupandisha viwango. Huwezi kupanda viwango kwa sababu unalipwa mshahara. Hakuna mtu anayelipwa mshahara akatajirika. Ni yule mtu anayejituma, anayejitoa kufanya kazi yake kwa bidii. Amechange mindset zake katika kufikiri kwake. Toka katika ujinga ili utambulike. Mungu anataka watu wanaojitambua. Ukijitambua, Mungu atakutambua. Ukijitambua, watu watakutambua. Ukijulikana kwa sababu ya kumtambua Mungu na kujitambua wewe. Bwana Yesu asifiwe.
Anasema watapata kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Jitambue. Unapojitambua unajithamini. Rudia, unapojitambua unajithamini. Una change character, tabia yako na mfumo wako wa kufikiri. Watu wa hapa wanaenda taratibu, pole pole. Mimi sinaga pole pole. Kazi yangu ni sharp. Nikisema najua unanielewa. Ukichukua muda mrefu kunifikiria, kuja kunielewa na kuacha. Kasi na nini? Kasi na nini? Hawajui hata ninachokieleza. Kasi na viwango. Sasa tumesema mwezi huu ni mwezi wa matarajio makubwa. Sasa hayo matarajio makubwa yanakujaje kama wewe huwezi kufikiri haraka na ukatoa maamuzi? Mungu haendi na watu goigoi. Kitabu cha Yeremia sura 48 amesema, amelaaniwa mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Sisi hatupendi kutembea na laana ya Yeremia, ya watu wanaokwenda pole pole. Hata kwenda pole pole as a snail, kama konokono. Konokono anakopita anaacha njia inayomelemeta, lakini sio dhahabu. Ukimwaga maji yanayeyuka na kuwa kama makamasi. Nataka nikuambie, jitambue. Fanya nini? Ukiamka, unapoamka uwe na kitu cha kufanya. Usiamke ukaanza kupiga miayo unaangalia dari. Unawaza nitakula nini asubuhi. Sisi hatutaki kuamka asubuhi unawaza nitakula nini. Kanisa nimewaboa. Ngoja nishuke nije niwagonge vichwa. Uketi. Nishuketi. Mmenielewa? Utajitambua. Utajitambua. Ukijitambua utajithamini. Kujithamini ni kuchagua vitu ambavyo vinaleta utukufu kwa Mungu. Tabia yako, mwenendo wako. Ukishajithamini utathaminiwa na wengine kwa sababu unatambua thamani yako. Ukishajua thamani yako, watu wataiona thamani yako iliyoko ndani yako kwa sababu unajithamini. Hata vyakula unavyokula viwe tofauti na vile ulivyokula kabla hujaokoka. Wakati ule ulipokuwa unaokoka ulikuwa unakula chochote, misuba, msupagulo, sijui vitu gani, mlenda. Leo hauli tena misupagulo kwa sababu unajithamini. Umevuka viwango vya kula vitu visivyoliwa. Hata kulala, lazima mazingira yako ya ulalaji yabadilike. Usafi wa mahali unakokaa ubadilike. Tabia yako ya maneno, kamdomo unaongea vitu ambavyo vinakudhoofisha au vinawadhoofisha wengine imani zao, unaacha kwa sababu unajithamini. Mtu akikwambia jambo uelewe haraka na utoe majibu. Umeelewa? Sijaelewa. Niigwaga, muulize mara ya pili umeigwaga nini? Hajui. Jithamini. Daudi alijithamini na ndio maana alikimbia. Alimkimbia Sauli kwa sababu alitaka kumuua. Alijua akifa ndoto zake haziwezi kutimia. Na wewe usikubali kufia mikononi mwa adui yako kwa sababu bado kuna ndoto zinatakiwa zitimie kwenye maisha yako. Daudi alienda akajificha. Na kuna watu 400 walimfuata nyuma yake. Walipomfuata watu 400, wote 400 walikuwa na madeni. Na Daudi alikuwa hana fedha, lakini Mungu wake ndiye aliyekuwa fedha yake. Na walitarajia kwamba tukienda na Daudi tutakula kwa sababu ana Mungu. Na wewe watu wakufuate kwa sababu una Mungu ndani yako.
Daudi alipoumwa njaa na wale watu 400, akamfuata mwanaume mmoja anaitwa Nabali. Alipotuma wafanyakazi wake, nenda mkamwambie huyo Nabali atupe mkate, atupe chakula, tuko watu 400, tutakufa njaa. Na lile jamaa lilikuwa na vitu, lina ngano, lina mang'ombe, lina makondoo, lina utajiri. Sikia majibu ya mtu ambaye hajitambui. Nikamwambia, Daudi ni nani? Nimpe chakula changu, nimpe fedha yangu, nimpe mkate wangu na maji yangu. Yawezekana ni mtumwa aliyetoroka bwana wake. Kwa nini ni sapoti mtumwa aliyetoroka bwana wake? Nikaenda nikajikalia nyumbani. Daudi akatuma majeshi kwenda kuliua. Mke wake alikuwa anaitwa Abigaili, aliyekuwa na akili, mwanamke ambaye alikuwa na akili. Tunataka wanawake wenye akili. Akamponya mume wake. Alijitambua na alijua huyu ni mfalme aliyetiwa mafuta akiwa bado mdogo, ingawa hajashika cheo cha ufalme. Na wewe jitambue, muokoe mume wako. Kuna wanawake wengine baada ya mume wake kumfunika akamvalisha, anamuua kabisa. Akikuta wanamsema na yeye anamsema hivyo hivyo. Ni mume gani hilo? Kwa kweli mimi alikuwa anaitwa nani? Abigaili. Anaitwa nani? Mke wa Nabali. Abigaili. Akasema hivi, huyu ni mwanamume mpumbavu kama jina lake lilivyo, na wewe usiwe mpumbavu kama Nabali. Wababa tusiwe wapumbavu kama Nabali. Mwanamke alimuokoa kifo. Unajua alichokifanya Daudi? Daudi alimuoa yule mwanamke, maana yake ndani yake aliona brain iko vizuri inasoma. Watakunyang'anya mke wako ukiwa Nabali. Kuna watu wanatafuta wanawake wenye nini? Wanafikiri mimi naweza nikawa mwanamke ana akili. Wewe nani kakuambia? Hapa tunachoangaliaga wapi? Hatuangalii makalio, umbo, uzuri. Tunaangalia wapi? Kama hapa mkichwa hamna kitu, yaani wewe basi jitambue. Ukishajithamini tayari umejitambua. Kanisa, mnanielewa? Baba huyu naye kwa vichambo. Sio vichambo, ni lecturer, ni muadhara natoa kwako ili ujue kwa nini Mungu alikuita wewe Mungu. Alikuita wewe mwana wa aliye juu. Ukiwa mwana wa aliye juu, ufanye hivi vitu vidogo vidogo. Ukai na watu wa ovyo ovyo mtaani. Ushindi kwenye kubeti. Unakuta vijana wako kwenye mpira, nyumba ya kupanga, unabeti, unashinda kwenye ushabiki wa mpira, unanunua jezi ya Mo Energy ya 70,000 na unatoa na mchango. Kanisani hujawahi kununua hata mfuko wa sementi. Mama yangu, unanunua na raba za Simba rangi nyekundu nyeupe, unatembea unadunda. Sisi tumefunga. Ulifunga wewe, ulikuwepo, unaijua Simba wewe? Cha ujinga. Sisi Yanga unaijua hata makao makuu yake yalipo. Unaposhindwa kutumia rasilimali aliyokupa Mungu, utakuja kuteseka.